Mayutu tusipochukua kura tutoe Anaconda, sisi ndio tunaenda kuumia. Vijana sasa tumetanuka, ipo siku na duko kadi, na kama uko na red card tulia. Duko kadi is heavily mobilized by you, Mr. President. You are the sole reason a generation imeamka. Hawa psychophant wako wakwambie ukweli. Ukitaka kukosana na William Ruto, mwambie ukweli. Kasongo yeye. Mbali nanga. By the way, watu wakikumbuka 2024 killings wako kadi. Je, uko kadi? Wakikumbuka abductions wako kadi. Nasikia watu wanasema ati Kenya president achaguliwi. Kuna deep state, sijui kuna system, kuna wale wanacheza na mitambo ya EBC, kuna sijui nini, sijui kuna form 34, sijui nini. My round hii tunachagua. Mpende msipende, round hii lazima sauti ya mwananchi isikike. Acha tu niwaambie tu kweli. Mama Anaconda akirudi kwa kiti anaenda kukua sumu. Kuna kuingia club bila voters card. Ukienda pale club hata ulizia ID, saizi unaingia na voters. Acha nini na ID? Ama concert, mtu yote ana throw concert ama kuna club. Before mtu aingie, uulize kwanza wapi voters card. Unakula furaha nini hapa? Big up all the Gen Zs ambao wameanzisha hii movement ya Tuko Kadi, na big up kwa wale wote ambao tayari wamechukua kura, and big up kwa wale ambao nafikiria kwenda kuchukua kura pia. You know, I salute you. Mbona uko kadi? Kwa sababu mimi niko kadi. Je, wewe? Leo tunaongelea mbona, the reasons why tuko kadi. Na president, you have to look for your own slogans. Acha kushinanga tu ukichukua zetu. Uninyunyuzie maji. Ambieni mtu awache kuiba slogan ya watoto. Anaiba slogan. Anyway, one of the reasons that niko kadi ni because of this extrajudicial killings. Kama sasa over the weekend, a mass grave ilikuwa discovered, na walisema vile hizo mili zilikuja na Land Cruiser, na watu waka offloadiwa na watu wakazikwa. The same thing happened to Shakahola, the same thing happened to Kware. Na kuna fununu zinafikia wa Kenya kwamba kuna watu walizikwa wengi mahali pamoja. Walai bilai sikuwe ni watoto wa mama wenye wanashindanga wakilia wakiuliza watoto wao walienda wapi. Mama! Hiyo story isiishe. Make sure tumejua ni kina nani hao. Tuko pamoja hadi hapo. Tusikuje tukapelekana hivi makona alafu munyamazi hiyo story. But the government doesn't want to investigate. Government haitaki kuinvestigate kabisa. So that leaves me with one conclusion, that either it is involved or inajua ni nani ako involved. Unajua Kenya was ranked to be the highest, the top country in Africa for leading organ. Mnaweza guess nyingine? Vitu za watu zinachukuliwa bila consent yao. Roho yako, figo zako, your kidneys, your eyes. Yeah, vitu za watu zinachukuliwa bila consent, and Kenya was ranked the top country in Africa. Viongozi ngozi nyinyi. Hiyo story ifuatiliwe kabisa. IDC mnajitanga aje hao watu wa kuchunguza? Whatever you call yourself, it's none of my business. Mchunguze hiyo kitu. Hii Kenya ni ya kila Mkenya, na mwenye amezaliwa huku ni Mkenya. So the government didn't even comment about that. Haikujaribu kutry to find out what's happening, investigation. If you remember ile expose yenye ili happen NTV ya ule mama mwenye alikuwa anauza wasichana watoto wadogo, nothing happened. Akili kama hii ni hatari kushinda coronavirus, kushinda cancer, kushinda hata HIV. Akili kama hii. Afadhali, yani usiwahi omba kuwa na mtoto ama rafiki ama mzazi ama hata relative ako na akili kama hii. Haya, ingine mtu akikuvutia, mtu akikukatia. Nafuta mtu alinipea homa nisikupate, lakini
back to the agenda. Mtu akikukatia hivi nje tu hivi, mtu akikwambia ati unakudai umeiva, ama mtu akijaribu kukatiana hapo, unauliza boy umeiva sina uko na voter card. Mtu wangu ni mbaya. Ana voter card. Kom. Sasa ile mnacheza kadi, kuna time kila mtu anasemanga kadi, alafu kuna falago na makadi mingi ajui kucheza kadi. Unasikia amewika pia liko kadi. Kasongo yeye. Mombali nanga. Bas. Nice. Iko kadi. Kuko kadi gadi. Guy, anyway. Kuko kadi gadi na umesikia na umeshikilia majoka. Wewe umeshikilia majoka peke yake unasema uko kadi. The economy is doing wonderfully. Wakikumbuka venye economy imekuwa ngumu, wako kadi. Wakikumbuka wao uliwaambia bottom up, ukawapeleka bottom, wako kadi. Atalia mama yake kama nai. Neba nangi. Wakikumbuka venye una tax their salaries, wako kadi. This one is on you. By the way, na wanakuonesha 2027 election. Wachana hata na kina Kashagwa, wachana na kina Matiang'i, akina Kalonzo. It's the people. The other thing that niko kadi is ni vile Ruto ameuza hii country yetu. Our oil is not our oil. Sahi nimesikia uko Kwale County tulisha discuss, walisha discover rare earth minerals zenye ziko very important for the future, not the past, not the current, the future. Mwambie bana amepotea huyo, anacheza game gani hiyo anacheza pia, yeye anasema ako kadi. Huyu nani huyu? Kasongo, wacha nikwambie, wewe uko na card lakini yako ni red card. Mama. Hakuna kucheza na mitambo. Ati mcheze na nini? Raundi hii lazima sauti ya mwananchi isikike, mpende msipende. Kasongo yeye. Mombali nanga. Wale watu wenye bado wako na akili za 1970 ati president achaguliwi. System it out, switch system. Nasema Anakonda ikirudi kwa kiti anaenda kukua sumu. Sisi kama mayouth tujitume. Sisi ndio tunaenda kuumia zaidi. System ya nini? Raundi hii lazima sauti ya mwananchi. Watu wamefinyika vibaya. Na tutavumilia another 5 years ya upuzi. Lazima sauti ya wananchi na wananchi wengi wamesema ni one term. Vijana sasa tumechanuka, ipo siku na duko kadi, na kama uko na red card tulia. Second term yenye tunajua ni watoto kwenda shule, na second round tunajua ni ya bibi kupatia bwana round nyingine. Hiyo nyingine we don't know. One term kila mali, including governors na some MPs. Watu wanaenda nyumbani. Mayouth tujitume, tujue vile tutatoa Anakonda kwa kiti. Na unasikia watu wakiuliza ati tunamtoa tuweke nani? Kwani amkumbuki Raila before akufe alikuwa amepronounce akasema, who told you that ODM will have no candidate? Chana na kina Matiang'i, akina Kalonzo. It's the people versus you. Hii ni watu wanakukujia. People are coming for you. They are voting against you. Our bloggers bana, mwambieni ukweli. Wachani kukula pesa ya bure bana. Ukitaka kukosana na William Ruto, mkataze na mwambie president, unafanya hivi na hivi hapa hivi na si mzuri.
Jeff Koinange, how can you open your mouth and say that Gen Zs have the attention span of warthogs? Because the whole time the narrative has been young people are apathetic, we don't want to register to vote. But the moment we start organizing, mobilizing, and actually doing the work and registering young people in large numbers, now you want to switch the narrative to, oh, we must be being paid, we must be being co-opted, or we are being unserious. Let's be so for real. Because when we are silent, you dismiss us. But when we try to do something, you are so insistent on discrediting us. This word is not my home. I'm just passing. Let me remind you that the work that we are doing with our social media platforms, talking about civic education, talking about civic accountability, that's the work that the media is supposed to be doing, but they're not. They're spending their time trying to bash young people for trying to make a difference. The work that we are doing, mobilizing voters, that's the work that the IEBC is supposed to be doing, but they're not. I don't know what they're doing with their time. So why does it make these people so uncomfortable to see us actually organizing and being successful and having an impact in actually taking charge of our own country? Tuliingia bunge tukakula mchele, badala waone vijana walikuwa njaa, wao wanaona hao walikuwa wajinga. Sasa ni nini nyingine tungefanya? Na tumeandamana mchana mzima, tuko njaa, maji, nani anatupea maji? Chakula nani alikuwa anapeana kwa streets? Ni matiagas, ama tiagas ni chakula? Mmedharau vijana sana. Hello. I'm here to tell anybody who is watching this video that Tuko Kadi is not for sale. Tuko Kadi is not asking for permission, and Tuko Kadi is not going anywhere. We will see 15 million young Kenyans at the ballot in 2027, and this week we will register 1 million voters. So if you want to underestimate us, you go ahead, but you're in for the shock of your life. Kasongo Mombari nanga. Afadhali sasa hata ukue urafiki na ng'ombe ama mbuzi kuliko kuwa na binadamu na akili anafikiria kama huyu. Usiwe na akili kama hii. Na rafiki yako, mtoto wako, babako, mamako, mjomba, nani, siblings, ni akili nyingine very dangerous. Hata afadhali ushikwe na kuhara. Because what do you mean jana president alisema ati yako kadi? What the effing flying monkey. Ati alisema yako kadi. Na akasema ati tuko tayari. Wewe na nani? Wewe yuko kadi. Wewe atakisha kundi yako uko karata. Mmeona wewe Kenya ameundiwa guys. Hey Kenyans. Hii naye atukukadi tumesema no politician. Do not politicize it. We will not accept infiltration. Bado nimeona kuna mtu uko hivyo. Ndio hii. Tulimtengenezea yake. Huko. Hizo zote ameiba za sha. Really important update and clarification. Allow me to clarify that tukisema tuko kadi, hatuongelei kadi za kuonyesha we have enrolled for gym sessions tafadhali. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Wakati ya gym ikifika, wakati ya watu wa gym ikifika, we will leave the floor for you. Kwa sasa kitu ambacho vijana wanasema ni kwamba wamesumbuliwa na joka for long. Mayutu tusipochukua kura tutoe anakonda, sisi ndio tunaenda kuumia. Vijana sasa tumetanuka, ipo siku na tuko kadi, na kama uko na red card tulia.